cha ODM ikiwa kwenye hii serikali ya broad based. Kwanza unajua unazungumza kwa nini wewe na wengine mnataka kuitoa pale Raila niwache? Wanazungumza ni kana kwamba Raila Odinga alienda safari. Unajua kama ulikuwa umepanga kitu kwamba ninasafiri mahali, unaweza sema wacha niache mambo yangu yakiwa hapa. Kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga si kitu ambacho mtu yote alitarajia. Mnanielewa? Sure. Na aliposema ya kwamba tuweze kufanya ushirikiano na serikali ya UDA kwa sasa hadi mwaka 2027, kuna muktadha fulani, kuna mandhari fulani ambayo yalipelekea ililazimisha kwamba tuweze kusaidia serikali hii ili iweze kuwa stable. Wakati ambapo vijana wameingia katika barabara mwaka 2024, yes, serikali nzima imevunjiliwa mbali, nchi iko katika hali ya hatari. Baba akasema sasa jinsi ambavyo vijana kwanza walivyoingia katika makao makuu ya idara ya mahakama, kwa maoni yake baba alikuwa anasema kwamba inamaanisha kwamba unajua nguvu zote ambazo tunazo kama viongozi, whether ni katika idara ya mahakama ama katika bunge ama katika uongozi wa taifa, zinatokana na mamlaka ambayo tumepewa na wananchi. Yes. Na wananchi wakati wowote, unaona katiba, sijui kwa nini leo nimesahau kubeba katiba yangu. Katiba inasema kwamba mamlaka ambayo tuko nayo ama wananchi wanayo, yes, yanaweza kutekelezwa either directly kupitia viongozi ambao wamechaguliwa ama wafanye wao wenyewe. Unanielewa? Yes. Sasa akatuambia kwamba ukiona vijana wameingia mahakamani, wameingia bunge wakafurusha wabunge pale, unaona walikuwa wanaelekea Ikulu, kumaanisha kwamba mamlaka yote ambaye wananchi walikuwa wametupatia imechukuliwa na imerudishwa kwao. Okay. Wananchi walikuwa wamechoka kiasi kwamba wanahisi kwamba sisi wabunge hatuwasikizi. Unakumbuka mchakato mzima kuhusu finance bill, kwamba wewe umechaguliwa na watu wa hapa Nairobi kwa mfano, uko katika eneo bunge la Starehe ambapo tuko hapa, yeye mbunge wa Starehe anaambiwa na wana Starehe wenyewe kwamba katika suala la kutuongezea ushuru piga no. Lakini kwa sababu ukiingia pale bunge kuna false sense ya security, manake kuna viti vizuri kushinda hiki chako cha hapa K24, comfortable kabisa, si ndio? Yes. Kuna hii AC inapiga nzuri, kuna polisi pale nje, unaingia pale ndani unafikiria wewe ndio mkubwa wa wananchi, unasahau kwamba wananchi ndio wadosi wako. Yes. So ilipofika pale baba akatuambia hawa vijana na wananchi kwa jumla wamechukua mamlaka yao, wamejirudishia mamlaka yao. Akasema tunataka tuwe na mfumo tuweze kusema can we sustain the democracy ya Kenya kwa muda fulani, alafu tuweze kusikizana kwamba kuna mambo fulani yatafanywa. Kwa mfano alikuwa anataka hiyo uamuzi wote wa bunge wa kupitisha hiyo sheria ubatilishwe. Okay. Wale vijana ambao wameuawa wapewe compensation, polisi ambao walihusika hayajafanyika. Yes. Yani mawazo yake yalikuwa ni hayo. Okay. Na ilikuwa tuketi na Mheshimiwa William Ruto tumwambie these are the conditions under which we will stabilize your government. Okay. Kabla hatujamaliza kusikizana, wengine wetu wameenda direct kusikizana na Ruto, wao watachukua nafasi katika serikali. Sasa wakati ambapo kabla tangazo hilo litolewe, kuna harafa ambayo tulitoa kama chama cha ODM. Mheshimiwa kidogo, unataka kuniambia wenye walienda serikalini walienda kivyao? Walienda kivyao. Na kuna harafa ambayo ilitolewa na baraka. Ndio nakwambia hakuna mkutano ambao ulikuwa umefanywa jinsi ambavyo baba alikuwa anatarajia, kusema kwamba haya ndio mambo ambayo tunaenda kufanya na hawa ndio watu ambao tunaenda kuwatuma waweze kukusaidia kustabilize serikali yako, kisha wakati fulani ukifika tupange uchaguzi maalum ili tuweze kuuliza wananchi kama bado wana imani na wale viongozi ambao wamechaguliwa. Na bona Mheshimiwa Raila wakati ule alituambia ati serikali ilikuja kwetu tukawapatia experts. Hiyo ni kusema ni kama nataka kukupatia chronology ya events. Manake Wakenya wanasahau sana. Na pia kwa sababu ya propaganda ambayo inapigwa, watu wanasahau nini kilifanyika kabla ya kipi. Tuelezee chama cha ODM. Nikiwa katibu yake, Baba Amolo Odinga alikuwa katika jiji la Dubai. Akatupigia mimi simu, akampigia yule mkurugenzi mkuu wa chama anaitwa Odoro Ngwen. Tulitoa statement siku hiyo na tukasema chama hakijatuma mtu yoyote katika serikali. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii ya chama cha ODM, statement hizo bado ziko pale. Unanielewa? Tukasema yeyote ambaye atajiunga na serikali hii anaenda kwa kutaka yeye, na anaenda in their individual capacities. That statement was made. Baadaye hawa ndugu zetu kwa sababu walikuwa wanasikia hiyo pressure na wanaona ni kana kwamba chama kinawatelekeza ama kinawaabandon, wakaweka pressure sana kwa Mheshimiwa Raila. Ukiangalia period ya kati ambapo tulitoa hiyo harafa wakati wameingia kwa serikali, na wakati ambapo baba ameanza kusema ni sawa tulituma kama experts waende kusaidia serikali. Kuna kipindi fulani kilikuwa kimepita pale na mambo mengi yanafanyika nyuma ya tent vile ambavyo vijana wanasema. Kwa hivyo hawa ndugu zetu wanataka kugeuza historia na wanasema historia tayari imeandikwa na ule wino umekauka, hauwezi kubadilisha
historia. Hizi mambo yote ambayo nasema, kuna stakabadhi ambazo zitaonyesha, statements ambazo zilitolewa na chama ziko pale kwenye mitandao ya kijamii ya chama bado mpaka wa leo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza sema kwamba Sifuna anasema uongo. Naam. Wakati huo nakumbuka Mheshimiwa Raila akisema Uhuru Kenyatta alimsawishi kuingia ama kupata kuwa na discussions na William Ruto. Sijui kama unaweza tuelezea kuhusu hili jambo. Mimi nimemsikia na yeye pia akisema publicly ya kwamba yeye hakuwa radhi kuzungumza na William Ruto. Ya kwamba ni rafiki yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye alimpigia na akajaribu kumshawishi kwamba kwa ajili ya nchi nzima na taifa zima la Kenya, kwa ajili ya usalama wa wananchi, kwa ajili ya usalama ya mali ya Wakenya, kwa ajili ya usalama wa demokrasia ya nchi, waweze kufanya mapatano ili kuokoa nchi. Na nataka kila siku tukumbuke, Gatonya, kwamba the reason ilikuwa ni kuokoa nchi. Haikuwa tuende pale tuanze kuimba sifa za William Ruto. Kama baba mwenyewe hakuwa anataka hata kuzungumza na William Ruto, lakini akainuka juu ya yani feelings zake yeye mwenyewe. Akaweka taifa mbele, akasema, na alijua atatusiwa, atakejeliwa, atadharauliwa. Kuna watu wengi sana ambao vijana wakasema amewasaliti. Na hicho kitu kilikuwa kinamuuma Mheshimiwa Raila Odinga sana. Hata msemaji wake Dennis Onyango alituambia kwamba baba alikuwa anapanga akirudi kutoka matibabu kule India, aingie hapa katika chuo kikuu cha Nairobi kutoa lecture kuelezea Wakenya kuhusu hili swala zima la compromises katika siasa kwa ajili ya nchi. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linamuuma baba sana. Akisikia kwamba watu wanamuita msaliti. Hakusaliti mtu yeyote. In fact, baba aliokoa nchi. Akasema wacha tuokoe demokrasia, tuweze kufika katika sehemu ambayo tunaweza kumuondoa William Ruto kupitia njia za kidemokrasia. Hiyo ndio ulikuwa msimamo wake. Kwa hivyo hakukuwa na mpango wowote wa 2027. Hakukuwa na mpango wowote.